Ana kocha mpya wa Simba ni Steve Barker na CV zake mwalimu kama hizi ambazo nimepata nafasi ya kuweza kuzizungumza hapa mwanzoni. Kwa CV hizi ambazo zipo, kuna namna unaiona Simba inaenda kubadilika nini hasa kiufundi zaidi? Mimi nafikiri CV kwa maana ya nini tunasema wasifu au kwa kizungu curriculum vitae, ndio ni kitu ambacho huwa kinatumika kwenye katika kufanya maamuzi kwamba yupi ni yupi. Yaani katika CV kama ambavyo wewe mwenyewe umewahi kufanya, unapokuwa unatuma maombi unaandika vitu vingi sana. Lakini katika moja kati ya vitu ambavyo huwa vinaandikwa kwenye CV kuna jambo lile la uzoefu, kwamba uliwahi labda kufanya kazi sehemu fulani hivi na hivi. Ni vitu ambavyo vinawekwa ili yani kumshawishi yule mtu ambaye anapitia maombi yako aone namna gani mtu huyu anaweza kuwa ni sahihi zaidi. Lakini sasa tukirudi kwenye kazi yenyewe, yani mara nyingi wasifu unakuwa mzuri kwenye makaratasi, lakini kwenye klabu wasifu huwa unabadilika. Yani nacho maanisha ni kwamba unaweza ukampata kocha mwenye wasifu mzuri lakini akaja kwenye yani akawa na wasifu mzuri, maana yake kwenye CV yake yeye ameandika kama labda kwamba alipita sehemu fulani, labda akawapa labda taji fulani na nini, lakini anaweza akaenda kwenye timu nyingine mambo yakawa tofauti. Ndivyo ilivyo hasa kwenye nini kwenye kazi ya ukocha. Kwa hiyo Steve Barker jina sio geni sana kwenye soka, amefundisha Stellenbosch, lakini mwisho wa siku sasa anakuja kwenye timu mimi ukisoma kwenye wasifu wake, Simba ndo timu ya kwanza kubwa zaidi barani Afrika. Sasa yote mawili yanawezekana. Anaweza akafanikiwa au anaweza asifanikiwe. Yani unajua hata yani kwa mfano kocha kama alivyokuwa labda ni Fadru msimu uliopita, alikuwa kocha msaidizi Raja Casablanca, lakini timu ya kwanza kufundisha kama kocha mkuu timu kubwa ni Simba Sports Club, lakini alifanikiwa. Lakini wako makocha wengine ambao unakuta anatoka kwenye timu ndogo anakwenda kwenye timu kubwa anafanikiwa. Hata Veni van der Blok anatoka kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Zambia anakuja Simba, akuwa na wasifu ambao umeshiba sana, lakini mwisho wa siku Simba ilibadilika na mafanikio yalionekana. Hata Patrick Ausems katika soka la Afrika labda hakuwa na sifa kubwa sana, lakini alipokuja Simba akafanikiwa, akaipeleka kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa baada takribani miaka kama isiyopungua 15. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo wasifu kwenye makaratasi, lakini ukienda kwenye hadi wasifu unakuwa umetengenezwa kupitia kwenye timu X, lakini unaweza kwenda kwenye timu Y au kwenye timu Z mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo unaona kuna baadhi ya makocha wengine hata wakubwa duniani, unaweza kuwa unamzungumzia labda kocha kama alivyokuwa Jose Mourinho, alipata mafanikio sana alivyokuwa FC Porto ya Ureno, akaenda Chelsea akapata mafanikio, baadaye akaenda Real Madrid, lakini alivyorejea mara ya pili Manchester United mambo yakaonekana kutokuwa mazuri. Angalia Zinedine Zidane, kuna wakati fulani alifuta Real Madrid akatoka, akarejea mara ya pili mambo yakaonekana sio mazuri, akaondoka tena. Kwa hiyo yani hii kazi ya ukocha mafanikio tunaanza kuyahesabu pale timu inapoanza yani timu inapoanza sasa yani kupata. Lakini ni ngumu sana kujivunia kwamba sasa tumempata kocha ambaye aliwahi kuipa ubingwa timu fulani. Yani ile inasomeka vile vile kwamba aliwahi kuipa labda ubingwa timu X, lakini hapa ni sehemu nyingine kabisa. Kwa hiyo jambo la muhimu kwa mashabiki na wadau wa Simba na wadau wengine wa mpira ni kusubiri kuona, je, anakuja kuibadilisha Simba au yatarejea yale, kwa sababu wako makocha ambao waliwahi kuaminiwa kuja Simba lakini wakafanya kazi ndani ya muda mfupi,
mojawapo ni Pantev, lakini nakumbuka kuna kocha mmoja aliwahi kuja hapa katikati miaka katikati anaitwa Krasmir Benzinski, na yeye akudumu sana akaondoka, unaona kwa hiyo kuna kocha mmoja anaitwa Dravolo Galusic alikuja akaifunga Young Africans kwenye ile mtani jembe, lakini baada ya siku chache tu ikaonekana yani kauli zake kwa wachezaji sio ngumu, yani kauli zake ni ngumu sana kwa wachezaji, akaondoka. Kwa hiyo yani iko namna hiyo. Hata hapa katikati kuna kocha alikuja Young Africans hapa yule anaitwa Kimpotik, naye akudumu yule, mara mbaguzi suni na nini, yani vitu kama yani kuna makocha ambao unakuta yani anafundisha timu ndani ya muda mfupi tu. Yani kabla impact yenyewe ya kiwanjani hajaanza kuonekana, tayari huko nje ya uwanja kuna vitu ambavyo unakuta anavifanya ambavyo vinaleta nini tunasema, yani vinawafanya wachezaji washindwe kufurahia majukumu yao. Kwa hiyo wako makocha ambao wamewahi kuja kwenye timu za Tanzania afu ndani ya muda mfupi tu wakaoneshwa mlango wa kutokea. Yani huyu Pantev sio wa kwanza, huyu sio wa kwanza. Wako makocha ambao katikati wale kuja kwenye hizo timu za Yanga na Simba, lakini hawakudumu kwa muda mrefu. Wako ambao walikuja baada ya mikataba mizuri huko kwenye timu nyingine wakaondoka, lakini wako wengine ambao yani walishindwa kufanya kazi vizuri ndani ya muda mfupi na wachezaji, mwisho wa siku akaoneshwa mlango wa kutokea. Sasa tukirudi hapa katikati, Simba tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wanazungumzia, mimi naamini kwamba Simba ni timu ambayo ilikuwa ina shida ya kiufundi. Kwa hiyo inahitaji kufanyiwa maboresho ya kiufundi. Sasa Steve Barker kama atafanikiwa ama la ni swala la kusubiri. Sawa, kama ulivyosikia ni kwamba ni kocha ambaye alikwishawahi kuifundisha Stellenbosch pale Afrika Kusini, lakini pia Mazul pamoja na timu nyingine nyingi, lakini sio kocha tu, ni kocha ambaye pia alishawahi kuwa mchezaji wa moja kati ya timu, na mwisho wa siku kwa maana hiyo anaenda kufundisha kitu ambacho pia anakijua mwalimu kwamba mpira niliupiga sio tu kocha. Yani ukifuatilia makocha wako wengine ambao unakuta hawakucheza mpira kwa kiwango kikubwa sana, lakini still wakawa makocha bora tu. Kwa mfano mtu kama Jose Mourinho hana historia ya kucheza mpira katika kiwango kikubwa sana, lakini alichukuliwa tu kwenda kufanya ukalimani pale Barcelona, hivyo akawa anajifunza huku na huku, mwisho wa siku akajikuta